Tulia kwanza, niangalie wapi? Niangalie kwanza, niangalie kwa huko. Sioni. Au nioni aina tumetoka kuongea hapo ulikuwa naona vyangu. Kweli kabisa sioni. Macho yangu sijui ameenda wapi. Sioni. Niangalie kwanza, niangalie kwa huko. Mimi kweli nakwambia sioni. Moyo unaogopa, nafsi na sita. Kila nikiamka siamini nachokiona. Hello, Bwana Robertson. Naongea na Buzo Limited hapa. Mimi nina changamoto kidogo. Mimi nina nyumba huku kijijini, nyumba yangu kabisa ya ujanani ambao nilikuwa naishi na familia. So nilipofanikiwa nikahamia Dar es Salaam. Ila huku nilikuwa naacha walinzi wa kunilindia nyumba ile, na kipindi baadhi ya wanafamilia walifariki, mimi nikawa nimetoka nikahamia Dar es Salaam kama nilivyokuambia. Lakini mpaka sasa hivi si unajua mambo yangu Bwana Robertson. Unajua sasa hivi yule mlinzi mambo yangu anakuwa anayaona. Mambo yangu anayaona hadharani. Maana kipindi cha kwanza aliniambia nikapuuzia. Hivi imekuwa official. Sasa nilikuwa naomba ushauri wako, nifanyeje? Ndio. Nitakusikiliza. Hapo ndipo ninapokupendea. Ninapokuomba ushauri, unanipa ushauri mzuri sana. Sasa mimi sijui macho ametoa wapi ya kuona mambo yangu, na mimi niliwakanya wasione kisichowahusu. Macho yake unataka tuyafanyeje? Sawa, nimekuelewa. Hicho ndicho nitakachokifanya. Hayo macho yake lazima niyafanyie kazi. Yanajifanya kuona, yanaona mpaka upepo. Nitafanyia kazi. Asante sana. Kazi njema. Moyo unaogopa, nafsi na sita. Kila nikiamka siamini nachokiona. Vitisho ni vikali, mimi sielewi. Maisha magumu, nimeelemewa. Kama nilivyokuambia, ndio sasa nitashughulikia kama nilivyokuambia. Hodi. Karibu. Samahani, nitakupigia baadaye napata mdomo. Karibu. Karibu sana kwa mteja. Amna, sitaki kukaa. Utakaa? Ndio, sikaa. Ndugu yako anakuja. Na chochote atakachokuambia, katana naye. Yaani chochote atakachokuambia, katana naye kwa usalama wa maisha yako. Una nini dada? Hiyo ndo taarifa. Kwa usalama wako zaidi. Yaani chochote atakachokuambia, katana naye kwa usalama wa maisha yako. Moyo unaogopa, nafsi na sita. Kila nikiamka siamini nachokiona. Vitisho ni vikali, mimi sielewi. Ndugu yangu, habari za siku? Salama kabisa.
siku nyingi. Au unajua majukumu ndugu yangu. Unaona nimevaa vitu vya kazi. Ndio maana unaonekana. Sasa ni vema nimekuona. Maana huu mguu ulikuwa ni wa kwenda kwako. Twende basi nyumbani. Ni vema tumekutana hapa, unajua kule sijaacha mtu. Ndio. Kule pako bure kabisa. Sasa iko hivi. Kuna tenda. Kuna tenda pale nyumbani. Bosi kaniambia kwamba anahitaji kuongeza mfanyakazi wa pili pale ili tushirikiane kuweza kufanya kazi ya kulinda pale na kufanya kazi. Sasa nikaona itakuwa ni vema zaidi kuja kumshirikisha ndugu yangu. Si unajua ni ndugu yangu? Unajua ndugu yangu, sitakatisha kauli. Mimi sikatai kazi, lakini kuna mambo nafikiria sana, kwa sababu juzi kati tu kuna mmoja dada alifika nyumbani kwangu akaniambia kwamba hizi siku zinazokuja ndugu yangu atanifuata na kuna maneno atakayoniambia. Chochote atakachoniambia nisikikubali. Ndio maana nashindwa kufanya maamuzi ndugu yangu. Dada? Ndio dada. Hadi huku. Kuna nini ndugu yangu? Ndugu yangu unajua nini? Sisi tuachane nayo hayo. Haya ni maisha na unapokuwa unapata kazi, sehemu ya kazi au unapata tenda kama hizi, unatakiwa kukataa, unatakiwa kuweza kukubali. Mimi ndugu yako nafanya kazi pale. Natakiwa tuende tushirikiane. Hela ni nzuri ndugu yangu. Achana na masuala kama hayo. Kikubwa ni wewe kuweza kupata kazi. Fanya kazi ili uweze kupata pesa. Maana usijua maisha magumu. Wewe unatakiwa uweze kukubali tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Mbona ndugu yako mimi nafanya kazi pale? Ndugu yangu. Kwa kuwa ni wewe nimekubali. Nilijua kwako lazima ikubaliki. Ni kweli tunafanya kazi kwa pamoja bwana. Ndio maisha magumu haya. Sasa kwa kuwa wewe unaenda huko na mimi ndo nilipotoka, basi tuongozane. Sawa bosi, huyu hapa ni ndugu yangu na anaitwa Moses. Na ile kazi ulioniambia kuweza kutafuta mfanyakazi mwingine mwenzangu nimeweza kuifanya na nimefanikiwa kuweza kumpata ndugu yangu hapa. Maana huyu hapa ni mtu wa karibu na mfahamu vizuri na anafaa kuweza kuifanya ile kazi ulioniagiza kwamba nikamtafute mtu ambaye atashirikiana naye. Hongera sana bwana Msoke, hongera. Naona kama bwana Moses kama simuelewelewi kama mtumiaji wa gongo hivi. Hapana bosi, wala hatumii gongo wala kilevi chochote kile. Uso wake umechangamka bwana. Yuko vizuri bosi na hii kazi anaiweza, anaweza kuifanya vizuri. Nimeona amechangamka kabisa. Okay bwana Moses, jisikie uhuru. Jisikie uhuru. Mimi ndo nimwambia ndugu yako, maana amenipa mawazo ya kusema kwamba tuongeze mtu mmoja, sababu yeye tayari majukumu kama yanambana, kazi zinakuwa nyingi. Basi mimi nikamwambia kwamba atafute mtu ambaye yeye anamwaminia. So mimi nataka watu waaminifu, watiifu, wapambanaji, wafanya kazi, lakini sitaki watu waongeaji. Uongee kile ambacho kinakuhusu, usiongee ambacho hakikuhusu. Hicho tu. Utafanya kazi vizuri, utafanya kazi na mimi vizuri. Wala nisiwe na mengi sana. Huenda utakuwa na cha kunihusisha na kusikiliza. Sawa bosi, mimi sina mengi ya kusema, lakini nitakachokisema tu ni kushukuru kwa sababu umeweza kunipa nafasi, kwa sababu bosi wangu, maisha sasa hivi ni magumu sana, lakini nashukuru Mungu kwa sababu umeweza kuniamini na mimi nitafanya kazi kwa bidii, nitaonyesha uaminifu kwako. Nashukuru sana bosi kwa kuweza kunipa nafasi. Wala haina shida. Mama Lusoka. Naam bosi. Mimi sasa hivi nina mpango wa kurudi. Kwa sababu jana nimepigiwa simu na director, ameniambia kwamba tayari mzigo umeingia bandarini na ikibidi leo
au kesho naandaa safari zangu za kurudi Dar es Salaam. Kwa hiyo niwatakieni kazi njema, nipeni ripoti za kazi, pia hata mapungufu nijuze. Hicho tu, niwatakie kazi njema na maisha mema. Nashukuru sana bosi. Tuseme asante, na safari ikifika basi sisi tunakutakia tu safari njema bosi wetu. Karibu. Sasa hizi dada. Sio lazima nikuje. Unakataa salamu dadangu. Yaani wewe nimekupa maagizo ndugu yako akija ukatane naye. Lakini wewe umefanya maamuzi, umekubaliana naye. Chochote kitakachowakuta kwenye maisha yenu tusilaumiane. Dadangu, mbona wanitisha? Sielewi kabisa. Tena sura yako sio ngeni kwangu kuona. Mara ya kwanza umeniambia maneno haya ya ajabu ajabu. Mbona sikuelewi? Mpaka hivi unanichanganya dadangu. Ni hilo tu kwangu. Moyo unaogopa, nafsi na sita, kila nikiamka siamini nachokiona. Vitisho ni vikali, mimi sielewi, maisha magumu nimeelemewa. Ndugu yangu hapa ndo nyumbani, na mara nyingi sana palikuwa pamebaki bure kutokana na nilipopata kile kiajira kule. Ndo ni kama niseme ndo napoishi kule, ndo napoishi, maana kule ndo napofanyia kazi, na mimi pale ndo mlinzi pale, nakaa asubuhi, jioni, usiku niko pale. Sasa hapa nyumbani palikuwa panabaki bure kabisa, hapa nilikuwa nakuja tu kutembea. Kwa hiyo kwa jinsi wewe umerudi kutoka huko DRC, itakuwa ni vema zaidi na utaendelea kukaa hapa. Nitakuwa nakuja kuangalia siku 2-3, nakuja na kuona, alafu tena narudi kule kazini kwangu. Sawa sawa, Grammy, nasikia vile unasema. Habiko mbaya, biko tu mzuri. Naona sawa mfasweni mko naishi huku na yetu uko naishi kule, biko tifera kweli. Naona sabita binaweza bikanishinda kidogo kuishi. Sidhani kweli. Na wewe umeenda tu hapa DRC siku 2-3 tu, umefanya kama ni miezi 2 tu. Sasa hivi unakuja kusema mazingira ya huko yanakuwa yanakushinda. Jitahidi bana, pambana na hali hapa nyumbani. Hapa ndo nyumbani. Wewe unatakiwa uishi hapa, linda nyumba. Sawa. Mimi nakusikia vyangu. Tutaangalia vene tutajifocalize, bitu itakuwa bien. Inatakiwa kuweza kupambana. Unatakiwa uweze kupambana. Hey! Gra. Hey! Sidani. Hey! Inakuwa hivi. Huko nini gra? Hey! Sioni. Hauoni? Hauoni kwa maana sasa ulikuwa unaona hapa. Sioni. Gra, niangalie kwa bien. Sikoni. Niangalie kwanza. Sioni ndugu yangu. Sasa ulikuwa unaona hapa gra yangu. Tulia kwanza, niangalie kwa bien, niangalie kwa huko. Sioni. Au nioni aina tunatoka kuongea hapo ulikuwa naona vyangu. Kweli kabisa sioni. Macho yangu sijui ameenda wapi. Sioni. Niangalie kwanza gra, niangalie kwa huko. Mimi kweli nakwambia sioni. Moyo unaogopa, nafsi na sita, kila nikiamka siamini nacho
unachokiona.